Jina langu naitwa David Mayala Mlongo. Ni mkazi wa Dar es Salaam, kata ya Wazo na Bagamoyo, kata ya Fukayose, na ni Mtanzania na kada mzuri wa Chama cha Mapinduzi. Nimekuwa mwanachama takribani kwa miaka tangu mwaka 83. Niko hapa leo na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi ya kusema machache, ikiwa ni hisia zangu kwa Watanzania na watu wote wanaonisikiliza. Hoja ambayo napenda kuzungumzia ni kuhusu utendaji wa viongozi, rais wetu, marais mbalimbali waliokwisha pita na aliyeko madarakani, Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassan ni rais ambaye kwangu mimi nasema ni rais ambaye Mungu alitupa, na ni rais ambaye nimebeba maono makubwa. Kwa sababu nikijaribu kulinganisha vipindi vya marais waliopita na kipindi chake, ni sawasawa kabisa unapoziangalia zile school of thought ya maendeleo. Kuna wale watu wa UNDP ambao wao wanaamini maendeleo ni kujikita katika kuwezesha watu, lakini watu wengine kama World Bank na wengine wanazungumzia habari ya miundombinu. Lakini kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, picha ninayoiona kwake ni tofauti, kwa sababu ni rais ambaye amebalance katika school of thought zote. Katika uongozi wake anazo ndoto kubwa za kuwa na miundombinu mikubwa ya kimkakati na kuendeleza. Mengine ilianzishwa, lakini mengine ambayo yeye mwenyewe na ametia juhudi kubwa sana. Lengo lake ni kuwa na miundombinu ambayo itaimarisha njia za uchumi, na kwamba matokeo kulingana na njia za uchumi kama mawasiliano zinaweza kusaidia katika kuleta unafuu wa gharama katika maisha ya binadamu. Rais Samia pia kwa upande ule wa kujenga, kuwawezesha watu ili waweze kuwa na uwezo. Hapa kwa kweli mimi namwadimia tangu alipoanzisha wizara ile ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Utaona kabisa dhamira ya rais ni kuhakikisha kila kundi na kila jamii katika nchi yake inaguswa na huduma hizi na mikakati mbalimbali inayoweka na serikali anayoiongoza. Lakini si hivyo tu, iko mifuko mbalimbali ambayo Rais Samia ameanzisha, kama yule mfuko wa elimu ambapo watu mbalimbali unawagusa watu maskini wasiokuwa na uwezo. Hiyo ni kielelezo cha upendo mkubwa wa dhamira ya rais alionayo kwa wananchi wa Tanzania. Lakini si hivyo tu, Rais Samia pia ameanzisha mfumo wa kuhakikisha vijana wanaohitimu katika kiwango mbalimbali wanapata fursa ya kuwa na ujuzi ambao utawasaidia katika jitihada zao za kuendelea na maisha, ili waweze kujitegemea kwa fani mbalimbali. Huu nao ni ubunifu mkubwa na ni dhamira ya dhati ya rais na upendo mkubwa, kwa sababu sijui kwa kuwa yeye ni mama, lakini kwa kweli anahakikisha kwamba sifa zote za mama rais anazo. Mama ni mwenye upendo, na sisi wenyewe tutaweza kuona jinsi rais anavyo kuja na mikakati mbalimbali ili kuhakikisha watoto wanapomaliza vyuo, vijana wanapata ujuzi utakaowasaidia katika kufanya mambo yao ili waweze kusimama kama wao. Lakini pia ni namsifu rais kwa itikadi na mkakati ule mkubwa wa uwekezaji mbalimbali
Watu wengi huwa ubinafsishaji, mara nyingi watu wengi huwa sio rahisi kuelewa, na changamoto wanakuja wengine wanachukua negatively, lakini mataifa mengi ambayo yameendelea pia uwekezaji ni moja ya mkakati ambao unaweza ukakuza uchumi wa taifa letu, ukaongeza ajira, ukaongeza mapato. Kwa hiyo hilo nalo mimi kwangu naona kwamba ni dhamira ya dhati, na inatakiwa Tanzania tulio wengi tuelewe kwamba nia ni njema, japokuwa sasa wengine wakati mwingine wanapotosha kwa jinsi wanavyoona na kwa maslahi yao. Lakini pia Rais Samia alipoingia madarakani amekuja na maono ya kuwa na zile 4R ambazo kimsingi zinalenga kuwaweka Watanzania pamoja ili tuweze kuijenga nchi yetu kwa pamoja, na kila mmoja, imani ya rais ni kwamba kila mmoja ana mchango mkubwa katika taifa hili, na hivyo maono yake mapana ni kuona kwamba kila mmoja anapata nafasi ya kushiriki. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo rais wetu ameyafanya, na japokuwa nayo ushauri kidogo tu ili kazi yake na dhamira yake iweze kufanikiwa. Ya kwanza ni ningeshauri wasaidizi wa rais na kila mmoja wetu aliye kwenye nafasi ya maamuzi kuhakikisha kwamba anamuelewa rais na kuziunga na kuzitafasiri. Maono huwa ni kitu, ni ideology, lakini namna ya kuyafikisha chini na kuyatekeleza yanahitaji kipawa cha aina fulani. Kwa hiyo tu ushauri wangu kwamba viongozi wote, hebu tupate muda wa kutosha kufanya analysis ya maono mapana alionayo rais wetu, kuhakikisha nchi yetu inastawi vizuri na ustawi wa wananchi wote unafanikiwa au unapatikana. Hii niombe tu, kwa kuwa sasa tunaelekea kwenye kipindi hiki cha uchaguzi. Nafikiri niombe kila mmoja wetu atakayekuwa amepata nafasi ya kuaminiwa na rais katika nafasi mbalimbali kwa kipindi kinachokuja, basi tumuombe awe na ule uzalendo na moyo wa kuhakikisha kwamba maono mapana ya rais wetu mpendwa anayapokea na kuyatafasiri kwa vitendo. Kitu kingine, ushauri mwingine ni kwamba kulingana na wimbi kubwa la vijana kukosa ajira, naamini ni wakati sasa umefika wa kuhakikisha sera zetu za kilimo zinapewa kipaumbele, hasa ile ya kujenga mazingira mazuri katika kilimo, ufugaji, ikiwemo kufikiria umwagiliaji, lakini pia tunaweza tukafikiria vitu ambavyo havina gharama kama vile wataalamu wetu wa ugani, wataalamu wa kilimo kwenye halmashauri, kwenye kata na vijiji kufanya kazi zao na wao kuwezeshwa kujengewa mazingira mazuri, na wakati mwingine waliokata tamaa nao pengine wawekewe mkakati mzuri wa kuhakikisha majukumu hayo ambayo kwa kweli ni kiini au uti wa mgongo wa taifa letu yanasimamiwa kikamilifu na kwa ufanisi wa hali ya juu sana zaidi. Ukiendelea na agenda ya uchaguzi, kwa kuwa ni jukumu la kila mmoja wetu, mimi niwaombe tu kwamba kila mmoja kwa imani yake tumuombee Mheshimiwa Rais ili aivushe nchi yetu salama. Swala la uchaguzi lina mambo mengi kama tunavyoona, lakini bado rais wetu ndiyo jemedari na ndiye kiongozi mkuu wa taifa letu. Basi kwa imani zetu ni waombe misikitini, makanisani na hata wale ambao hawaamini Mungu, wote katika jambo hili tushikamane ili Mwenyezi Mungu aweze kumletea heri na uwezo wa kuiwezesha nchi yetu ipite salama. Kila mmoja ana mchango mkubwa katika kuilinda amani ya nchi yetu, na hivyo kila mmoja ajue kabisa kila analofanya afanye kwa kuzingatia kwamba nchi yetu inahitaji kuwa salama na kuwa kitovu cha amani.
Tumuombe Mungu tupate viongozi watakaounga mkono juhudi na dhamira ya Mheshimiwa Rais kwa dhati. Watanzania wote tushirikiane katika kulinda na kutunza sifa na hadhi ya taifa letu hapa ndani na nje ya Tanzania. Mwisho kabisa tunamwomba Mwenyezi Mungu abariki nchi yetu, viongozi wetu, wananchi wote na wananchi wote hasa vijijini, mijini, wakulima na wafanyakazi, wafanyabiashara. Tujue kwamba wote tunategemeana. Tujue kwamba nchi yetu ni Tanzania, hatuna mama mwingine isipokuwa Tanzania. Tanzania oye!